Karibu tena kwenye kipindi cha This My Story. Ni kipindi ambacho kinaleta ushuhuda moja kwa moja, kinakujia hapo nyumbani kwako. Ni kipindi cha matendo makuu, vile Mungu watu wanavyowafanyia kwenye maeneo mbalimbali. Usitoke hapo nyumbani, ninakukaribisha, karibu sana. Kipindi ambacho kinaleta shuhuda mbalimbali ambazo Mungu amewatendea watu mbalimbali au watumishi mbalimbali. Na hapa nipo na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu amemfanyia mambo makubwa sana, na pia na yeye anataka kushuhudia kile ambacho Mungu amekifanya kwenye maisha yake. Twende pamoja na mimi tukamsikie mtumishi wa Mungu ni kitu gani ambacho Mungu amefanyia katika maisha yake. Karibu sana. Mtumishi wa Mungu, karibu sana. Asante sana. Huyu ni mtumishi wa Mungu, anaitwa kwa majina yako, naomba ujitambulishe. Amina. Mimi ni mtumishi wa Mungu, naitwa Askofu Cassian Francis Daudi. Ndio. Wa kanisa la Tanzania Victoria's Pentecostal Church. Asante sana. Kama alivyojitambulisha, lakini anao ushuhuda hapa, na huu ushuhuda utakufanya wewe uwe na mabadiliko. Kama si wewe, inawezekana familia yako, inawezekana marafiki zako, inawezekana majirani wanapitia kwenye hizo hali. Lakini huyu mtumishi wa Mungu anapoleta huu ushuhuda, lazima na wewe utakuwa shuhuda katika huu ushuhuda. Kwa hiyo tuende moja kwa moja tumsikilize, kwa sababu kuna mahali Mungu amemtoa mpaka akafika hapa akawa mchungaji. Kuna maisha aliyaishi, na hayo maisha aliyoyaishi ni maisha ya nguvu za giza. Nguvu za giza kwa maana kwamba alishatumika kuwa mchawi. Tena mchawi ni, yani naweza nikasema kwamba ni wale wachawi makonki. Nikisema makonki ni wale ambao wamebobea kwenye hizo kazi. Sasa wakati tunaendelea ataniambia kama huo uchawi alipewa au tangia alivyokuwa mdogo ndo alikuwa nao. Yeye ndo anaweza kutueleza. Lakini twende moja kwa moja. Karibu mtumishi wa Mungu, uendelee na ushuhuda wako kwamba kuna kitu Mungu amefanya. Na kama amefanya, lakini kuna mahali Mungu amekutoa. Sasa nataka huko ambako kabla Mungu hajakutoa, maana huko ndo kwenye story kamili. Kwa hiyo nataka utuambie wanaokuangalia pale nyumbani na sisi wenyewe wakati tunaendelea na story zetu. Karibu sana. Asante sana mtumishi wa Mungu. Ninashukuru sana kwa kunipa nafasi hii kuweza kutambulisha maisha yangu. Ndio. Mimi kama nilivyojitambulisha jina, Ndio. Nimezaliwa tarehe 1 mwezi wa kwanza 1968 kijiji cha Amboni, Tanga. Ndio. Nikiwa ni mtoto pekee wa 4 katika tumbo la mama yangu Lucy Vincent na Mwana. Ndio. Kwa story yangu kwamba nilikotokea baada ya kuzaliwa kwangu, moja kwa moja nilizaliwa kwenye misingi ya kiuchawi. Mama yangu mzazi alitamani sana kupata mtoto ambaye atazaliwa tarehe hiyo, kuweza kumrithisha uchawi. Ndio. Niseme kwamba mama yangu alikuwa ni makamu wa pili wa rais katika nguvu, katika ulimwengu ule wa giza. Ndio. Kwa hiyo alikuwa ni mkubwa sana. Makamu wa rais. Makamu wa rais. Ukisemea makamu wa rais ni mtu ambaye rais kwanza alafu wa pili wake. Lakini wewe unamsemea kwamba upande wa giza mama yako ndo alikuwa makamu wa rais. Yes, makamu wa rais. Endelea mtumishi. Amina. Kwa hiyo baada ya kuwa yeye ni makamu wa rais katika familia yetu, akatamani na yeye atoe mtoto ambaye atakuwa ni mkubwa katika mamlaka ile ya giza. Ndio. Kwa hiyo alifanya jitihada sana. Sisi tulizaliwa watoto 12 ndani ya tumbo la mama, lakini alitoa kafara watoto 6. Ndio. Kwa ajili tu kwamba aweze kuzaliwa watatu, kuomba azaliwe mtoto tarehe 1 mwezi wa kwanza. Watoto watatu akawatoa kwa ajili ya kushukuru. Ndio. Kwamba hakika amefanikiwa baada ya kuzaliwa. Kwa hiyo ni kwamba uchawi wangu ni umerisishwa wakati ninaanza kutambaa tu. Ndio nikapewa ule uchawi, kwa sababu uchawi wa kuzaliwa huwa mtoto anapoanza kutambaa ndio anarushiwa, akidaka akimeza anakuwa nao. Kwa hiyo hiyo hali uliendelea nayo huku nakuwa. Huku nakuwa. Kwa hiyo baada ya kufikia umri wa miaka 2, tayari nikaanza kuwa na mafunuo pia ya usiku, kutambua kusafiri sehemu mbalimbali kwa njia ile ya giza. Kwa hiyo nilikuwa nakuwa na ufahamu wa kichawi.
Kwa hiyo wewe kama uchawi walikupa ukiwa katika hali ya kuwa mtoto mdogo. Kwa hiyo wewe ndio uliyajua hayo ndo maisha. Kwa kweli sikuona maisha mengine, na pia wakanikatisha tamaa nisiweze kusoma shule ya msingi. Ndio. Nikaanzishwa chekechea ya kiuchawi. Ndio. Nikasoma vizuri. Kwa hiyo elimu yangu sana niliipata kule. Elimu ya msingi niliishia darasa la 5. Tena waliomba nifike la 2. Lakini wakajitahidi bwana asogee kidogo. Na lengo lao hawakutaka upate ufahamu kwa sababu ungewachomoka kwa huo wakati. Katika ule ulimwengu unaonekana kwamba kule kuna nguvu sana kuliko huku duniani. Na kule kuna starehe sana kuliko huku duniani. Kwa maana ulikuwa katika ulimwengu mwingine lakini maisha yakawa yanaendelea. Kwa maisha ulimwengu mwingine na maisha yakawa yanaenda vizuri sana. Kwa hiyo wakatamani nisome sana kule. Kwa hiyo ukaendelea katika hiyo hali? Yes, nikaendelea sana katika ile hali mpaka nilipofika kwenye mwaka 80. Wakanihamisha shule, wakanipeleka Msumbiji. Mimi asili yetu ni Msumbiji. Ndio. Nilipofika kule sasa ndio nikapelekwa chuo cha kujifunza kutengeneza ndege za usiku. Ndugu mtazamaji unaotuangalia, anaeleza kwamba akapelekwa shule, sio shule hizi za duniani labda chuo kikuu au shule za msingi au sekondari, ni chuo ya kichawi. Yaani kuna vyuo vya kichawi ambavyo vimebobea, kwa maana kwamba yeye ndo akawa anaanza sasa kupelekwa sije aweze kuwa sijui malikia au sije aweze kuwa dokta, lakini mwenyewe ataendelea kutuambia. Karibu. Asante sana. Lengo kuu sana la mama, alitamani niwe engineer wa kutengeneza ndege. Za kichawi. Sababu babu yetu na wao wana mambo mazuri sana. Kwa sababu babu yetu alikuwa anamiliki ndege. Ndio. Babu mzaa mama. Kwa hiyo nyinyi mlikuwa matajiri. Yaani tulikuwa maafisa na tulikuwa na elimu sana katika ulimwengu wa giza. Ulimwengu wa giza. Kwa ulimwengu wa giza kuna matajiri, alafu pia kuna wa kawaida. Ambao hata baskeli hawana. Yaani ni maisha tu kama yale ya duniani kwamba kuna wa level hii, wa level hii na wa level hii. Kabisa. Kwa hiyo ndio lengo sana mama kwamba nifikie hapo. Na nilivyokuja kufuzu akanipeleka sasa chuo kujifunza wanasheria. Tena. Kwa hiyo nikawa mwanasheria mzuri sana katika ule ulimwengu. Kumbe ule ulimwengu wako smart hivyo. Wamekamilika katika idara zote. Unajua mimi mawazo yangu najua mtu akiwa mchawi kwa hiyo anaweza tu kuwa mchawi kama mchawi. Kumbe kule kuna ni level na zimepangwa smart. Kuna level kama unavyoziona hizi za huku. Nako pia zipo. Na sio tu zipo, huwa zina nidhamu sana. Kutenda kazi kwa umakini katika hizo sekta zao. Karibu mchungaji. Kwa hiyo nikapata nafasi pia kufuzu vizuri kwenye lile darasa langu la kuwa mwanasheria. Kwa hiyo nikapewa sasa sekta ya kuwa mshauri wa wachawi. Sababu umeshafuzu. Sababu nimefuzu, ndio tukarudi tena Tanzania, nikawa pale Amboni na mama mzazi. Kwa hiyo tukawa sasa tunashiriki mambo ya uganga, tukawa tuna kilinge chetu kizuri tu pale Tanga Amboni. Na umaarufu wa mama ukawa unafahamika Tanga yote na baadhi ya mikoa. Tukawa tunafahamika kwamba sasa hao wana kazi maalum ya kuwasaidia watu wanaohitaji mambo haya. Mambo. Kwa hiyo tukakaa pale kama miaka 2, nikabidi nitoke sasa nije Dar es Salaam mwaka 87 kwa ajili sasa ya kujisimamia mwenyewe. Sasa usisimamiwe na mama, ni wewe. Ni mimi. Kwa hiyo nikaanza kujisimamia, nikaishi pale Mkuranga. Nimeishi pale kama miaka 10 nikiwa naendesha shughuli za uganga. Na ukaonyesha una uwezo. Kuonyesha uwezo wangu mkubwa sana. Na waliniamini sana Mkuranga. Ndio. Kwa sababu nilifanikiwa kuwatengenezea simba. Mwaka 97. Ulifanikiwa kutengeneza simba. Huyo simba uliokuwa unawatengenezea ni kwa ajili ya nini? Palikuwa pana upinzani kati ya Mkuranga na Kimanzichana wakati wanagombea wilaya. Kwa hiyo akawa anatafutwa maarufu ni nani anaweza akazidi kiufundi ili apate wilaya. Sasa kule Kimanzichana alikuwepo mtu mmoja naye alikuwa ni mtaalamu. Lakini alishindwa kunifikia kwa sababu kafara alizotoa mama ni nyingi. Kwa hiyo mimi nina viwango vikubwa sana
kuliko yeye. Kwa hiyo yeye akasababisha, yeye akawa akatengeneza mambo ya kupindua magari mengi sana ile, lakini hajakufikia kiwango chako wewe. Sasa mimi nikatengeneza Simba kwa kila siku ya Alhamisi anakamata mtu mmoja. Kwa hiyo kafara inaendelea. Kafara pale kila Alhamisi anakamatwa mtu, Ijumaa anamuua mmoja, lakini Simba wale walikuwa ni watatu. Ijumaa nayo kuja wanaonekana wale wale watatu. Sasa nikuulize mchungaji. Ndio. Simba kama Simba tunajua Simba ni mnyama anaishi labda Ngorongoro au Mikumi. Sasa wewe ukamtengeneza Simba, yani Simba huyo anakuwa ni yule wa Ngorongoro ndo unampa nguvu ya giza, au inakuwa Simba mtu au Simba kivipi yani? Simba yule sio wa Ngorongoro kwa sababu wa Ngorongoro unaweza kumpiga risasi. Ndio. Lakini huyu ambaye mimi nitamtengeneza uwezo kumpiga risasi. Anakuwa Simba? Yani anakuwa ni Simba, ni miti fulani ya kiuchawi na iunganisha na mvisha tenga. Kwa hiyo ukipiga risasi unamwona mkubwa, kumbe ni tenga. Ukipiga risasi zinapenya kwenye yale matundu, Simba anaondoka. Kwa hiyo nilifika kwenye hiyo level, nikafanya sana hiyo kazi 97. Wengi wanafahamu na ushuhuda huo upo. Kwa hiyo mpaka tukapata ile wilaya. Kwa nguvu hiyo ya giza. Kwa nguvu ya giza ndio nikaombwa sasa kuja Bagamoyo kuwa mshauri wa wachawi. Na ulipofika Bagamoyo napo ukiwa mshauri wa wachawi walikupokeaje? Hiyo ni wilaya ya Bagamoyo. Mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani. Kwa kweli walinipokea vizuri sana na walifurahi. Sababu sifa zako wanazijua kwenye ulimwengu wa roho. Katika ulimwengu wa roho, maana hata ule mzimu wa pale Bagamoyo tulikuwa tunaenda na walikuwa wananipigia saluti kwa sababu nina mkubwa ambaye ni mama yangu, na mimi mwenyewe pia ni mkubwa ambaye nimetolewa kafara nyingi. Kwa hiyo baada ya kuingia Bagamoyo walifurahi sana kuona sasa ni wilaya ambayo imepata mshindi au mkufunzi ambaye anaweza akatusaidia pale ambapo tutakuwa tumekwama. Ndugu mtazamaji, story hapa imekamilika kama mzee wangu Cassian anavyosema. Kumbe haya maisha ya kichawi yana madaraja, lakini daraja lake kwake yeye lilikuwa ni daraja la juu. Alivyotoka kule Mkuranga, si ndio? Akaja Bagamoyo. Sasa Bagamoyo tunajua kabisa Bagamoyo ni shughuli. Kwa hiyo na kule walimpokea vizuri wakijua kwamba wamempata yani wamempata nani kubwa lao mkufunzi. Kwa hiyo walimfurahia sana na wakamkaribisha sana. Kwa hiyo nafikiri pale Bagamoyo alivyokuja, yani vitu ndio vikaanza sasa kunoga katika ulimwengu ule wa giza. Kuanza kuharibu makanisa, kuanza kuharibu biashara za watu, kuanza kuharibu watu maarufu ambao Mungu amewainua kwa namna tofauti. Lakini turudi kwake, atuambie. Karibu. Asante. Wakati sasa nimeshaingia pale Bagamoyo, ndio nikawakuta waganga wengi sana wakubwa ambao wakafurahi baada ya kufika mimi. Na kama nilivyosema nikawa ni mshauri wao na nikawa mtu wa kuwasaidia pale ambapo wao wamekwama na pale walipobakisha kuweza kufanya vitu ambavyo vinaweza vikaathiri katika ulimwengu huu na tukatukuzwa katika ule ulimwengu wa pili. Ndio. Kwa hiyo nakumbuka wakati naingia Bagamoyo mwaka 99. Ndio rasmi nimeingia. Nikaenda pale Bagamoyo Kaole. Nikakutana na mkubwa mmoja. Ndio tukaenda pale nikasaini. Huyo mkubwa yuko mpaka leo? Hapana, ameshakufa. Baada tu mimi kuingia na kuipata neema ya wokovu, kwa hiyo wamekufa wakubwa kama 4. Basi tutakwenda huko. Asante. Kwa hiyo na mimi ndio nikaanzisha kazi pale Kiharaka, nikawa na kilinge changu kizuri sana cha uganga. Nikala kuku sana pale. Kwa hiyo pale umepiga sana hela pale. Yaani pale kama sina mchele naambia lete kuku wa kijani. Yaani unalianzisha tu. Baba nataka mchele, nataka ng'ombe, nataka mbuzi. Na watu wanaleta kwa sababu wana shida. Yaani unatumia akili kwamba bwana lete kuku wa kijani, atampata wapi? Kumbe watu wanacheza na akili za watu. Sasa kikosa ambia lete hela ili mama anunue mchele. Maisha yaendelee. Alafu lete kuku. Sasa kileta kuku unajua hela mchele tayari imeshatoka. Kwa hiyo ilikuwa ni changamoto. Ilikuwa ni changamoto. Waliniamini sana pale Kiharaka. Hapo nilianzisha pale Kilinge na wakubwa wengi kutoka Bagamoyo walikuwa wanafika. Bado wanakufuata. Na wewe mwenyewe hatuwataji majina lakini unawajua. Nawajua vizuri sana. Japo wengi wameshakufa. Wengine wamekufa. Na wengine wana maisha yao. Ni mmoja tu ambaye naona kama mkubwa
lakini bado ambaye nilimwacha wakati na yupo mpaka sasa. Unaituangalia hapo nyumbani bwana, story ndo zimenoga hapa. Hichi kipindi ni This My Story, ni story ambazo zinaendelea kila ipopo leo, kama mchungaji Cassian anavyotushuhudia ushuhuda wake. Kwa kweli ushuhuda wake ni mkubwa, lakini nataka nijue mchungaji, umeniambia kama ulivyoniambia, lakini sasa ni kitu gani kilisababisha wewe uokoke? Maana hizo story unavyotuambia hapa au unavyotushuhudia sio rahisi, kwa sababu kama ni serikali kule ipo, alafu iko fulu, ukitaka ndege, ukitaka magari, ukitaka kuku, ukitaka nyama, yani vyote unavipata. Sasa ni kitu gani kilichokufanya wewe uje kwa Yesu? Maana nako kwa Yesu sio mchezo. Maana hivyo vitu vipo, lakini walio wengi wanajua kama kwa Yesu ukienda hamna chochote. Hebu tuambie mchungaji. Nashukuru sana. Kwanza katika ufahamu wa Yesu nilimtambua tu wakati nina mwaka 75 nikiwa sasa naanza kusafiri na mama yangu katika ndege. Ndipo nilipoanza kuzijua nguvu za Mungu. Kwa sababu wakati tukisafiri na pia onyo kubwa tulikuwa tunapewa kwa ajili ya walokole. Tulikuwa tunaambiwa walokole ni wachawi wakubwa ambao hawawezekani. Sasa mimi nikawa najiuliza, napata shida sana. Hawa watu ni wa aina gani? Watu ni wa aina gani? Sasa tukiwa tunasafiri, bani anaweza kaenda, sasa ukiwa bado uko mbali, unaweza ukaona kwenye nyumba ya mlokole kuna moto unapanda juu. Sasa ule moto unavyotoka, ina maana ndege inazidi kwenda anga. Ile ndege ya kichawi ile. Inabidi aipaishe juu sana ili asipite karibu na ile nyumba, au akwepe apite sehemu nyingine. Afu hiyo ndege nasikia ni ungo, sijui ndo unatengenezwa katika namna yake. Ile ndege inatengenezwa namna ya ungo, lakini ni ngozi ya mtu. Ni ngozi ya mwanadamu, ni vitu vya mwanadamu ndio vinatumika kutengenezea ile ndege, lakini inakaa mithili ya ungo ili uweze kuikunja tu na kutembea nayo. Unapotaka kusafiri unaweza ukaikunjua, basi ukainenea, ikatanuka, basi watu wakasafiri. Sasa mimi nikuulize mchungaji, hiyo elimu mbona ni kiboko sana? Kwa nini hiyo elimu isije huku kusudi vitu viende? Maana hiyo elimu unavyotuambia ni elimu ambayo iko ndani, lakini ni nzuri, ambayo una uwezo ukaihamisha ikaja huku na ikafanya mambo makubwa na ikaleta matokeo. Sasa kwa nini mnaifichia huko, mnaifinyilia, au ikoje hiyo? Masharti makuu ya ile elimu ni kwamba itakiwa uwe uchi. Sasa uchi mama yangu kuileta kwenye hadhara kama hivi inakuwa changamoto. Kwa sababu ni ulimwengu mwingine. Ule ni ulimwengu mwingine. Mamlaka inatoka wakati uko kwenye mazingira hayo ya kutokuvaa nguo. Ndio. Tuendelee. Wakati mnasafiri kwenye ndege, tukisafiri sasa ndio unazikuta zile nguvu za walokole kwenye maeneo tofauti. Sasa tukitua ndio mama anaanza kunialisha, bwana unaona wale wachawi ambao nilikwambia ndio nguvu zao ziko vile. Lakini baadaye ndio nikaja nikagundua ni walokole. Ndio. Sasa niseme kwamba kishawishi cha kwanza nilikitambua kabla ya ufahamu wangu kuwepo. Na nilipoingia mwenyewe sasa kuanza kuwafuatilia, ndipo nilipokutana nao wakiwa ni watu wa tofauti walokole. Ina maana mchana kama huu unaweza ukatembea kwenye mazingira ya ulimwengu wa giza, yani uchawi. Unaweza ukatoka uchi hapa mpaka Bunju, lakini hawakuoni. Lakini sasa unapokutana na mlokole unapata shida. Ni lazima ubadilike, turudi kwenye mazingira ya kawaida. Alafu ndipo uweze labda kusalimiana naye au kuongea naye. Sasa ni sawa, lakini pia mnaweza kuna hiyo elimu yenu kuiba hela benki, mnaweza kuiba? Hauwezi kuiba kwa sababu hiyo ni kama sheria. Yani wewe zione tu, shida yako ni mtu, sio pesa. Unajua hapo sasa mimi nashangaa kwa sababu hiyo nguvu mlionayo kipindi hicho ambapo ulikuwa nayo hiyo nguvu, kumbe ulikuwa una uwezo wa kuiba fedha, lakini kuna sheria zake pia kwamba hamwezi kuziiba zile pesa benki hata kama zipo. Hiyo sheria ipo na unaweza ukaadhibiwa vibaya sana, kwa sababu utakuwa umevunja sheria. Wewe ingia, mchukue mtu aje umkalie kama kiti au mkamtumikishe, basi hiyo ndio furaha na ndio ushindi wa nguvu zile za giza. Tuendelee mchungaji. Kwa hiyo kwa ishara zile ambazo zilikuwa zinaonekana kwangu kwa ajili ya walokole, ilifika wakati
nikatamani sasa, kwa sababu tayari nilikuwa nimeshapasishwa. Baada ya kupasishwa nikapewa vituo vitatu vya kusababisha ajali, ili sasa na mimi niripotishe damu kule kuzimu. Ndio. Wakati huo kumbuka, nimeshapewa mamlaka. Nilikuwa na chupa ambayo inaongea lugha 30 za dunia. Haijalishi lugha ya kichawi au ya ulimwengu. Ni lugha hizi ambazo zipo: Kiingereza, Kifaransa, Kichina, Kiarabu. Kwa hiyo anaweza kaja Mwarabu hapa nikaongea naye bila shida. Lakini sasa hivi nikikuongelesha uwezi. Yaani hapo umenitupa mbali. Zaidi ya Kimakonde na Kiswahili na Kireno kidogo hapo, lakini zile zote 27 kuna fuse wanaziweka, lakini ukimaanisha ukitoka huko wanazitoa kwa sababu ni mwasi. Tuendelee mchungaji. Kwa hiyo nikawa sasa, ile chupa ilikuwa na mamlaka ya kuamuru mvua, upepo, hali yoyote ambayo nakusudia iwe. Kwa hiyo baada ya kunipa ile chupa ndipo nikapewa na hivyo vituo vitatu. Ndio. Kimoja kilikuwa Mtimbwani, daraja moja inaitwa Ngole, na kingine kilikuwa Utofu pale Tanga kama unaenda Amboni, na kingine kilikuwa hapa Usagara Mabangi. Hivyo vyote unavitembelea. Yani hivyo vyote natulia pale, basi nasababisha ajali, damu inaenda, mimi nashangilia kwamba sasa mimi ni mshindi. Sasa nikuulize swali. Hiyo damu inaenda. Kwani hiyo damu inaenda wapi? Au ushawahi kumuona shetani? Maana hiyo damu sinasikia inaenda kwa shetani. Shetani ni matendo yale ambayo yapo tu yanaendelea kule. Kwa hiyo hizo damu zinaenda katika staili hiyo hiyo. Kama kuna wakubwa huko kuzidi wewe ndo zinaenda huko. Yani kule kuna sekta mbalimbali ambazo zina, kwa mfano kama nimekuambia mimi nilikuwa engineer. Kwa hiyo ni kiwanda ambacho kinajitosheleza. Kwamba kuna watenda kazi pale. Na wale wanahitaji vifaa. Sasa vifaa inatakiwa tuvipate kupitia mwanadamu. Sasa mwanadamu wetu tunampataje? Ni lazima tuweke dira. Kuna chombo fulani kinaitwa kwa kule kinyumbani tunakiita silola, yani kiangalizo. Kiangalizi. Kiangalizi. Kiko mfano kama terafi. Kama ilivyoandikwa tafsiri ya terafi kwenye Ezekiel ile, kina mfano ule. Ina maana huwa kinapima damu ya mtu kwamba hii inafaa, kinapima maini, kinapima mifupa, kinapima kila kitu. Kwa hiyo hata gari wakati inatoka kile kinakuambia kwamba mle kuna watu watatu ambao hao inawezekana tukiwapata basi mambo yetu yanaenda. Sasa kile kifaa tulikuwa nacho, na kwa Tanga mzima ni kwamba sisi ndio tulikuwa tunamiliki. Yaani kwa ufupi nyinyi mlikuwa matajiri. Tulikuwa hatuna shida. Tulikuwa sio wachawi masikini. Ni matajiri. Kuwa na makamu wa rais, na mshauri injinia mkuu, na tulikuwa tunamiliki ndege 2. Ndio maana nikakuuliza kwamba yani katika hayo yote uliwezaje kumpa Yesu maisha yako? Ndio nilikuwa nakuja huko. Ndio maana nikaanzia nguvu za zile ambazo nilikuwa naanza kuziona. Na mwenyewe sasa ikafika wakati siku moja baada ya kupewa vile vituo nikaona ni vyema nitumie kituo hiki. Leo nilikuwa nasubiri basi moja liliandikwa Vumilia. Hilo basi ilikuwa ni basi pekee ambalo lilikuwa linatoka Tanga, Duga, Tanga kuja Dar es Salaam na kurudi. Mwaka 86. Ni muda mrefu sana. Muda mrefu sana. Ilikuwa 86, 84 hivi. Kweli tuna kila sababu ya kumrudishia Mungu tukufu. Amina. Maana leo yatenda sio mchezo. Ni makubwa sana. Amekutoa mbali sana. Karibu. Lile basi ilikuwa linabeba abiria 80. Kwa hiyo sikuonekana livizia pale darajani ili niweze kupindua nipate vitendea kazi. Visaidizi. Wakati niko pale akawa anakuja bwana mmoja, ni mwinjilisti yule nahisi, kitu kama hicho. Anateremka kwenye ule mteremko na baskeli. Ndio. Nyuma amefunga Biblia. Ndio. Naamini alikuwa anaenda kushuhudia sehemu moja kunaitwa Kichalikani, ni ufukwe wa bahari ya Hindi. Pale Mtimbwani unaingia ndani. Sasa. Kwa hiyo wakati anaelekea nikamuona. Nilimuona roho yangu iliniuma sana. Nikasema ndio wachawi wanatusumbua. Lakini leo nitumie nguvu ya upepo ili kuweza kumsukuma ile baskeli ipoteze mwelekeo aweze kuingia atumbukie huku darajani. Asababishe ajali.
afe. Kabla ile basi alijaja, sasa nikaanza kudili na yule mwinjilisti. Kumbe ukujua kama unadili na moto. Nadili na moto ambao sio kawaida. Kilichotokea nikaamuru upepo. Ukaenda vizuri sana. Ukampita. Ili na lengo umpite alafu ugeuke. Uweze kumsukuma. Sasa ule upepo ulivyogeuka ukatoka kama mita 5 hivi. Ukamwacha mbali, ulikuja na nguvu sio kawaida. Kurudia wewe. Unirudia mimi mwenyewe kule chini niliko sasa. Ukanizoa ule upepo, ukanitupa mbali kidogo. Ukakuvuruga vuruga. Tena ukaniacha mbali. Sasa nikaingizwa chini ya ile daraja. Sasa wakati niko pale nikajisikia kama mtu ambaye nimepoteza fahamu. Lakini pia nikajisikia kama kuna barafu fulani ambayo imenifunika. Nikiwa pale. Alafu ile barafu imenifunika, lakini bado nikawa namuona yule mtu anaendelea na safari yake. Yule mwenye baskeli. Na kuna kasauti kakawa sasa sikajui kanatoka ndani au nje, yani kananichanganya changanya. Kananiita kwa jina langu kabisa kwamba Kasiani. Unayofanya sio. Yani akawa anasema unachokifanya sicho, unachokifanya sicho. Yani inasema hivyo tu, inajirudia. Yani unaona kama ni ndoto au ni kweli, yani uelewi. Sielewi kale kasauti wapi kanatoka. Yule bwana alivyopotea na mimi nikazinduka. Kuzinduka kujiangalia, vumbi. Kaona hapa leo nimepatikana. Cha msingi, nikamuru upepo ule ukanirudisha nyumbani. Mama alivyoniona tu akasema, wewe umemchokoza yule mchawi. Mama mzazi. Mzazi. Okay. Yeah. Sasa sikujua ni kitu gani alikiona. Sema wewe umemchokoza yule mchawi mkubwa. Wawezi wale. Ninavyokuona sivyo. Akakasirika sana mama, akaambia hapana, ni kweli lakini bado niko timamu. Lakini kuanzia pale nikawa sina nguvu sana ya kufanya maamuzi makubwa zaidi katika ulimwengu wa giza. Ya kama umedhoofishwa. Yani ninapoamua kufanya jambo kubwa, basi kuna roho fulani inasema kuna wakati kama nataka kwenda kukaa eneo la kusababisha ajali, naweza nikafika lile eneo, roho nyingine akasema bwana hebu acha hii. Nenda sehemu zako nyingine. Ndipo nikaanza sasa kuingia kwenye ulevi mapombe nini. Baada ya kuona kwamba yani vile unataka kufanya ifanyike. Lakini vingi sana alikuwa anafanya lakini yale matukio makubwa. Yale yakawa sasa hayana nguvu. Na ile hali nilitembea nayo sana. Nikawa sasa ni mtu wa kawaida katika ulimwengu ule wa giza. Tengeneza ndege sawa. Zile nguvu zile ambazo ulikuwa unatembea nazo. Sana nikawa ni miujiza tu ambayo nilikuwa nafanya, lakini sio kwa safari hiyo ya kumwelekea Yesu. Sasa ikafika wakati sasa mama akanishauri jambo moja. Akasema ili nguvu irudi, mtoe mwanao wa kwanza. Ambaye ni kijana wangu yupo mpaka sasa. Mtoe mwanao wa kwanza ili kurudisha ile nguvu. Sasa na wewe ulizichukuliaje? Sasa hapo ugomvi ukaanzia hapo. Mtoe mwanao wa kwanza. Sasa neema ndio ilianzia hapo ya wokovu. Baada ya kuambiwa mtoe mwanao wa kwanza, nikamwambia mama siwezi kufanya jambo hilo. Akasema mbona mimi nimetoa 6? Nikamwambia walikuwa wa kwako. Anakushawishi kwa vile ni mama. Kumbuka tulikuwa kwenye mkutano mkubwa sana wa kichawi. Toka wakuu mikoa mbalimbali. Tukiwa pale Amboni kwenye uwanja mmoja mkubwa tu. Tumejaa pale. Sasa mama akakasirika, yani akaona kama nimemfedhesha. Nimemwaibisha. Basi akatokea mzee mmoja mwenye hekima, alitokea Sumbawanga. Mchawi naye. Mchawi naye. Wa hekima. Akasema jamani. Akasema huyu kijana hebu katulie naye tu, hana shida. Utaongea naye vizuri mama, usikasirike. Sasa mama hasira zile alivyorudi nyumbani, hakutaka kuongea na mimi tena. Akabidi amchukue mwanangu nywele, mate, mkojo ili aweze tu kumpoteza kimazingira. Hata kama utaki. Hata kama sitaki. Lakini sasa bahati nzuri mama alikuwa nimemzidi elimu. Nikagundua usiku ule ule. Asubuhi nikaenda, nikamwambia mama mbona umefanya hivi? Wakati dada zangu hapo, bahati nzuri hiki ninachokishuhudia ni familia wanajua. Ndio. Maana sasa kilikuwa kinatokea live sasa. Nikamwambia mama mbona umefanya hivi? Mama akabisha, nikamwambia hebu nenda kwa shangazi yako.
yupo dadangu mkubwa. Akamwangalia akasema hajanyolewa nywele huyu. Kwa dada mdogo akasema hajanyolewa. Nikamuita yule mwanangu akaja akiwa na umri wa miaka 7 kipindi hicho. Nikamshika kichwa, nikamwambia nenda. Kweli kaka kanyolewa. Kwa hiyo mama akakosa amani kuanzia pale. Sasa dada zangu walikuwa hawajui nini kinaendelea. Kumbe ile vita tulianza tokea usiku. Kilichofuata pale dada akanishauri, kuna mmoja akanishauri akamwambia twende bwana kwa mganga. Kwa sababu hawajui mimi ni zaidi ya mganga. Tukaenda kijiji kimoja kinaitwa Mabokweni, ni jirani tu pale. Unaenda kumnanili tu yule mganga. Sasa mganga alivyoniangalia nikiwa na dada zangu wote 3 nakumbuka. Wote tulikuwa pale kwa mganga. Mganga alivyoniangalia akacheka sana. Anajua umemzidi. Na ananifahamu. Akamwambia dada zangu. Unajuana kwenye ulimwengu wa roho. Bila shida. Bila shida tunafahamiana, hata unapoingia kijijini kama mgeni unafahamika. Lakini unajua yule mwenzangu. Kuna signal. Zipo ambazo kuna chale huwa inachanjwa hapa. Kwa hiyo ile huwa inakuwa na nuru fulani. Basi mganga akasema huyu alikuwa amechukuliwa 1 2 3, lakini huyu mtu ni mkubwa sana ambaye kamchukua, lakini kamuogopa baba wa huyu mtoto. Zangu akaanza kushtuka. Kwa nini? Lakini basi akamchanja, twende kwa mwingine. Ambia haya, kufika wakaambiwa yale. Sasa tulivyorudi nyumbani usiku tukawashiana moto tena na mama. Kwa nini umenizuilia mtoto? Nikamwambia ni wa kwangu. Ile vita ndio ikaja kuibuka mchana sasa kweupe. Live. Ili sasa kupata neema ya wokovu nasema umeanzia hapo. Kwa hiyo ile vita kwamba nakumbuka majira saa 10 jioni. Ndio. Mama mzazi, mama mkubwa, dada zangu 2, kuna niliyomnyang'anya ziwa na mziwanda. Wamekaa. Fika pale mama sasa akashindwa kuvumilia. Akasema kwa nini unanitangaza uchawi? Nikamwambia hapana. Hiyo mama ni hisia yako. Akasema hapana. Wewe unanitangazia mimi mchawi. Tulianza kidogo. Niliona kwamba mama anaanza, nikazunguka nyuma nikachukua bakola kwa sababu ile vita naijua. Karudi pale nikamwambia mama, sasa wewe unakataa sio mchawi? Akaanza kunisukumia mimi. Nikamwambia ni kweli mimi mchawi. Sasa kipindi hicho tunaongea kwa sauti kubwa. Unajua ni ugomvi tena. Sasa pale tumezungukwa na majirani. Wale majirani walichokifanya ni kwamba wakakusanyika sasa kuja kuangalia ule ugomvi mtu na mama yake. Na nyinyi ndio mmeshajifunua. Pale tumeshajifunua sasa, wewe mchawi. Au usinitanie, namwambia mama usinitanie, ndege hizi hapo umeweka hapa. Na mimi ndio dereva wako. Sasa umenifanyia 1 2 3. Sasa watu wanawashangaa ndege tena. Sasa kwa sababu wanatujua sisi ni watu wa aina gani, lakini wanashindwa kutuvaa. Sasa siku ile ikawa ni ikabidi waje ili wasikilize. Basi tukashambulia, nikachomoa bakola. Mama alivyoona kwamba mtu amekasirika, bahati nzuri alikuwa karibu na mlango chumbani kwake wa nyumba yake. Akaingia ndani. Sasa tukaanza kushambuliana. Kipindi hicho mama mzazi alikuwa amewafunga dada zangu kuzaa. Wote 3. Nikaanza kutoa siri zote. Mazingira ambayo tunaishi na kile ambacho mama amekifanya kwa dada zangu. Na nikampa miezi 3. Nikamwambia mama, kuna watoto 2 umewapoteza hapa. 1, 2 watoto wa dada zangu. 2 umewafunga kuzaa hawa dada zangu. Kwa hiyo nakupa miezi 3, kama hawatazaa nakuua. Hiyo ni mbele ya watu wanasikia. Basi mama alitamka laana zote kwamba sitafanikiwa na nitakuwa chizi. Amekutishia vya kutosha. Nikamwambia ina shida, nitakuvulia nguo. Nikamwambia hiyo sio shida kwa sababu tunatembea wote uchi mama usiku. Kwa hiyo sitaona ajabu. Yaani hiyo ni laana tosha. Kwa hiyo kama pale ulinilaani basi hiyo haiwezi kupanda tena. Kwa laana alianzisha mwenyewe. Basi kwa kweli baadaye baada ya kumaliza ugomvi ule nikamchukua mwanangu karudi zangu kiharaka. Nilipofika kiharaka nilichokifanya ni kumwacha mtoto na kuingia ndani ya kilinge. Nilichotoa ni Biblia. Nilikuwa na Biblia kwenye kilinge. Kaitoa ile. Sasa ilikuwa inafanya nini hiyo Biblia kwenye kilinge, na wakati huwezi kuiweka Biblia kwenye kilinge inakuwa ni changamoto, au kwa nini uliiweka hiyo Biblia kwenye kilinge? Biblia kwenye kilinge yani. Au na nyinyi mnamwamini Mungu katika staili hiyo hiyo?
Yani ili uweze kujifunika, tambue kuwa ni mcha Mungu. Hata na wale wateja wanaokuja wajue kama ni Mungu anawajibika. Kwa sababu unasema unamwamini Mungu bwana. Unamwamini Mungu bwana. Kumbe unafunika tu kwamba mteja akija ajue kabisa hapa Mungu yupo, kumbe ndo changa la macho. Changa la macho. Kwa hiyo nilichotoa ni Biblia tu. Nikavunja kile kilinge, nikapiga moto. Kwa nini? Nilijua kwamba kama nitabaki kule sitasalimika. Kwa sababu kwanza nimemuudhi mkubwa. Sasa kama nimemchanganya mkubwa na wanajua level nilionayo, watajua kwamba huyu mtu sasa kama kashatoa siri atatoa siri zaidi. Kwa hiyo nikavunja kilinge, nikapiga moto, nikaanza kuhubiri hapo. Kwa maana kwamba pale Mungu alikufikia mwenyewe live bila kushawishiwa na mtu, bila kushuhudiwa na mtu yoyote. Na ile kiharaka nilianza huduma kwa waganga wa kienyeji, sio kwa watu raia. Sababu raia wote wanakujua kama wewe ni nani. Raia wanajua ni changamoto. Na pia nilijua hawana kitu hawa. Wale maagent ambao wanasumbua raia, level nilionayo ni kuwatembelea wao. Asante mtumishi. Jamani, tumesikia ushuhuda wa mchungaji hapa ulivyo mtamu. Tena ni ushuhuda mkubwa. Angalia familia ngapi zinateseka kwa staili hii. Yaani kwa ufupi familia nyingi ni wachawi. Inawezekana hapo nyumbani hujui hiyo shida imekupataje, lakini ukiangalia kwenye familia ndio imesababisha. Kwa hiyo hapa mchungaji ameshuhudia vitu vikubwa sana. Kuna vitu vingine hata hatuvijui, lakini yeye ameingia ndani zaidi kutufungua na kutufungua. Kwa hiyo nataka tuendelee kumsikiliza kwa sababu huu ushuhuda ambao anatuambia hapa mimi na wewe sio ushuhuda wa kawaida. Lazima utoke kwenye hicho kifungo, lazima ufunguliwe kwa jina la Yesu. Karibu. Asante sana. Kwa nini nilikuwa na kwenda kwa waganga kushuhudia habari hizo? Habari za Yesu. Baada ya kubadilika, ina maana wao walikaa kikao. Hawakuamini kama wewe umebadilika. Wakajua kwamba huyu moja kwa moja, kwa sababu ninachoamini ile nguvu ambayo iliniingia siku ile sasa ndio ilijifunua. Labda wao waliona kama unatania kwamba utarudi. Walichokuwa wanatamani sasa wao ni kuishinda ile nguvu. Ndio. Ambayo ile ilijifunua. Na ndio maana kila kwa mganga nilipokuwa naenda na alikuwa maneno yangu ni matatu. Okoka, hama, ufe. Okoka, hama, ufe. Ilikuwa ni hivyo. Kitu walichokuwa wanajibu ni kwamba wewe umeasi. Umeasi jeshi. Lakini utaona. Naambia sasa kama nitaona mimi nakupa siku hizi 3. Na Mungu akawa mwaminifu. Siku ya kwanza, ya pili, ya tatu mtu anaondoka. Alipokufa wa kwanza, wa pili, wa tatu waganga wakaanza kushtuka. Wakasema huyu bwana maanisha. Huyu bwana sio. Ameamua kwenda kwa Yesu. Nikamaliza ile kiharaka, nikaanza kuingia Bagamoyo. Kwa wale waganga wakubwa. Nako nikaenda, wakafa wengi sana. Maneno yako ni matatu? Matatu tu. Ilikuwa sina maneno mengi. Maneno mengi ya nini? Maneno mengi ni kutokujua unachokifanya. Sawa. Lakini nilijua sasa nguvu nilionayo sio ya kupiga kelele sana. Ni amri. Nilijua kwamba sasa natembea na amri. Sasa nikuulize tu mtumishi. Ndio. Pamoja ni muda mrefu umetoka huko na hapo ulipo. Katika hiyo hali uliokuwa unatumika hiyo, kuna watumishi ambao uliwasaidia, kuna visaidizi katika kutumika kwao katika utumishi, kwa sababu umeniambia yani wewe ndio ulikuwa ni konki wa kugawa visaidizi katika watu kutumika katika labda huduma zao au katika biashara zao. Lakini turudi hapa kwa hawa ambao ulikuwa unawapa visaidizi katika kutumika kwao katika nyumba za ibada. Maana hao ni wako wengi. Kwa hiyo wewe ulishawapa hivyo visaidizi? Okay, sawa kabisa. Hiyo visaidizi nimeshawapa. Watumishi kama 4. Watumishi 4 na wapo. Bahati nzuri 2 wamekufa. Na mmoja ameacha. Na mwingine sijui yuko wapi sasa hivi. Alishawahi kutembelea mji huu wa Bunju. Na wakati natoka kwenye huduma Msumbiji, akakuta watu wengi sana wanaelekea huko. Kwa kweli niliacha tu begi nyumbani, asubuhi nikamwendea.
watu umejaa pale, nikapenya. Mabouncer wakataka kunizuia au kuzuia. Yeye alivyoniona tu akasema mwacheni huyu mtu aje. Amechafuka. Lakini nilipopata neema kufika pale, akarudisha maiki nyuma, akaniuliza unasemaje? Nikamwambia acha ujinga, si unakumbuka? Sasa unasemaje? Unaendelea au unaacha? Mzee, naacha, hata leo sifanyi kazi tena. Kwa hiyo nikamwambia sawa. Nikashuka na kweli akatangaza leo sitafanya muujiza wowote, kuna jambo limetokea, akakatisha pale ibada yake. Akaogopa kufa. Sasa sijajua na sijawahi kumsikia kwenye chombo chochote sasa hivi. Kwa hiyo kwa watu ambao niliowasaidia, kwa sababu pia nilikuwa ni mkemia wa mafuta ya upako. Wewe ndio ulikuwa unayatengeneza? Na kemia, yani ukishatengeneza lazima yapite kwangu. Yakitengenezwa yanapitia kwako. Yanafaa au umeyakosea. Kwa mafuta ya upako yana siri kubwa sana. Yanaongea. Yanaongea. Kwa sababu ninachokumbuka kwamba shetani hata kama aliasi mbinguni hakunyang'anywa nguvu. Kwa hiyo ile nguvu inatumika mpaka kwenye hayo mafuta. Ni kweli ile nguvu bado inatumika kwa kasi kubwa sana kupitia visaidizi, lakini si kwamba ile nguvu inaponya kwa asilimia zote. Bali ni vitisho fulani. Ambavyo endelee kuwatesa watu. Kwa sababu kitu kile ambacho unaona watu wanapinduka haimaanishi ni ile nguvu. Bali kuna mauzauza. Mazingaombwe. Kwa sababu yale mafuta ni nafsi ambayo iko hai. Yanaongea. Na utumiaji wake ni kwamba mtu anagusa kidogo hivi tap, alafu anaweza akagusisha katoni moja ya maji au makatoni yanayopanga pale. Fanya anagusisha yale. Tayari yameshachafuka. Yameshaingia ile roho. Kwa hiyo yale yanaongea. Na wewe kwa sababu unaijua hiyo siri, ingekuwa kama ni hivyo, hata hivi ulipompa Yesu maisha yako ulikuwa una uwezo wa kutumia hayo mafuta, lakini sasa kwa sababu umeshampa Yesu maisha na Yesu amekuonya. Nilikuwa na uwezo mkubwa sana wa kufanya huduma kubwa kuliko hao ambao wanafanya. Kwa sababu mimi nilikuwa ni fundi mwenye, wao walikuwa nawapa. Kwa hiyo mimi nilikuwa na hazina kubwa kuliko wao. Na nilikuwa na uwezo mkubwa kuliko wao. Wale wanaochukua hawana uwezo mkubwa kuliko mimi ambaye nilikuwa ninafanya. Kwa hiyo ni moja kwa moja ningepata kibali pale na huko ndiko ambako nilikuwa naelekea. Kwa sababu tulitokea Roman na tulikuwa pia ni viongozi kwenye dini yetu. Yani mna dini lakini mnaendelea na mambo mengine. Kwa hiyo ni rahisi sana ningepata kibali hicho kikubwa sana. Sasa wakati nataka kuelekea huko ndio Mungu akahusika kunitoa kwenye hilo. Nikuulize pia mchungaji. Wachungaji wenzio ambao unafanya nao kazi, kwa sababu wewe sasa hivi ni mwenyekiti wa CPST pale Mapinga Bagamoyo. Na unaongoza wachungaji wengine. Na hao wachungaji wanakuchukuliaje wewe kwa hizo kazi ambazo umezifanya na sasa uko nao na unajihakikisha kwao kwamba wewe unatumika nao? Hawakusumbui? Wale hawanisumbui kwa sababu sasa wanajua jinsi ambavyo wengi nilivyokuwa nafanya. Na sasa hivi wanaamini kwamba hakika huyu sasa ameokoka. Kwa hiyo wana flow na wewe sasa. Ni kazi ya Mungu. Kwa hiyo ninawasaidia sana hata pale tunapokutana. Najitahidi kuwasaidia, kuwaeleza jinsi gani tukae na Mungu. Ndio. Kwamba unapofanya jambo hili ni rahisi sana shetani kukuteka ufahamu wako. Na nikirudi kwa mke wako uliyemuoa ndo ulianza naye wokovu au ulianza naye tangia kabla hujaokoka? Huyo ndio ambaye nimeanza naye wokovu. Umeanza naye wokovu. Kwa hiyo kama kuku kala mwisho sana. Ndio ile tunarudi pale kwenye maandiko, mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya. Kwa hiyo yeye amekuta this my story. Kaikuta na kaimalizia kidogo. Ndio. Kaimalizia kidogo. Akuogopi? Alipenda, si alikuwa anakula kuku. Nasema yani alikuwa akuogopi kutokana na hii ushuhuda ambao umeusema. Yani ndio maana nikasema yeye ameukuta. Hakukuta ushuhuda, akakuta vitendo. Kakuta anamalizia vile vitendo. Ina maana
nilikuwa naye katika vitendo hivyo vya mwisho sasa. Lakini baada ya kuingia kama miezi 6 hivi, naamini hiyo hali ndio ikatokea ya wokovu sasa. Na sasa hivi unaliendesha kanisa vizuri la Kristo Yesu? Sasa hivi kwa kweli namshukuru Mungu. Ndiyo. Kanisa linaenda vizuri na ninajitahidi sana kufundisha tahadhari. Ndiyo. Na pia Mungu amenipa neema sana. Sijisikii kuwa sana mchungaji kwa sababu sipendi kukaa mahali pamoja. Wewe ni mwinjilisti. Wainjilisti hawatulii. Kwa hiyo mara nyingi sana huwa nasafiri kwenye mikutano sehemu mbalimbali na kuwajulisha hiki ambacho leo nakizungumza. Na kule Msumbiji ambako umefungua kanisa linaendeleaje? Msumbiji kanisa linaendelea vizuri sana kwa sababu pia kutokana na ushuhuda pia wananifahamu. Kwa sababu babu yangu alikuwa anafahamika kule, alikuwa ni mganga mkubwa sana kule Msumbiji. Kwa hiyo kama mjukuu nao walifurahi kuona niko kwenye ngazi ya kifamilia. Lakini baada ya badiliko nikiendaga sasa huwa natoa ushuhuda wa kule. Ili kuwafungua watu kwa kupitia ushuhuda wa kule. Nikiwa Tanzania natoa ushuhuda wa huku. Sawa sawa. Kwa hiyo namshukuru Mungu kwamba ndio maana ni mchungaji pekee huwa anasemaga namshukuru shetani. Namshukuru shetani. Kunisomesha. Sasa nyingine inawezekana kumshukuru shetani sikakusomesha chekechea, msingi, chuo, alafu Yesu akakutoa. Sio vibaya. Sasa leo kama hivi nguvu za giza za shetani zinafanyisha unayajua. Watazamaji wanajua kwamba ni nani amegharamikia shetani. Akatoa watoto mama, akampa shetani akanisomesha, Yesu akanitoa ili kuweza kujua siri zilizojificha kule. Ni shetani alifanyika hivyo, lakini Mungu aliruhusu niende ili ufike wakati kusudi atukuzwe. Kumbe kuna vitu vingine Mungu anaruhusu kwenye maisha kusudi atukuzwe, na kama hivi sasa anatukuzwa. Sasa hivi nashukuru kwamba ni Mungu anatukuzwa. Sasa hivi una watoto wengi wa kiroho ambao ni wachungaji. Na watoto wengi wa kiroho sasa hivi na watoto kama 7 ambao ni wachungaji. Wengi sana. Kwa hiyo hilo namshukuru Mungu sana. Na pia tu niseme jambo hili kwamba neema ya wokovu kama nilivyokuambia nimeanza kuijua nikiwa na miaka kama 7, kwamba nguvu zile za Mungu. Kuna watu wengine huwa wanakataa wokovu si kwa wao kukataa. Wao wanatamani waokoke. Lakini kuna roho ambazo zinatengenezwa pango la Amboni pale kuzimu chumba namba 10. Roho fulani zinawaingia watu ambazo zinasambazwa sana usiku wasiokoke. Watu wafanye mioyo yao kuwa migumu kwa sababu ya kuwafanya viti, kwa sababu wachawi huwa hawanunui viti kama hivi. Wana vitu vyao special. Ni watu ambao ni watu wanawakalia. Ndio maana kuna magonjwa mengine ya migongo nini na nini, watu wanafikiri labda ni kukaliwa. Ndugu na utuangalia, ushuhuda umekuwa mtamu na tumemsikia hapa mtumishi wa Mungu Cassian jinsi alivyoeleza ushuhuda wake vizuri. Jamani, haya mambo yapo na yamesababisha watu wasisonge mbele, yamesababisha kutokuelewana, magomvi ndani ya familia, mahusiano hakuna. Lakini wanaofanya hizi kazi ni wachawi kupitia nguvu za giza, na tumemsikia hapa alivyoeleza. Lakini Mungu aliye mwaminifu na mwenye wivu alimtoa kwenye hizo kazi, na huyu hakushuhudiwa na mtu yoyote. Yaani ni Mungu mwenyewe ameshuka alivyoshuka akajiona anachukua Biblia, anaanza kubomoa vilinge vya waganga na kuanza kazi ya Mungu. Kwa hiyo huyu mtu ni mtu ambaye ametumika live kwenye ulimwengu wa giza, kwenye ulimwengu wa kishetani, na ametumika kwa nguvu kubwa. Lakini yote Mungu atukuzwe, amemtoa huko na sasa hivi anamtumikia Mungu. Ana mke, ana watoto, ana wachungaji ambao anawaendesha, ana makanisa ambayo ameyafungua, na mojawapo likiwa hilo la Msumbiji. Kwa hiyo amejaa ushuhuda wa kutosha huyu mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo tunapokuja kwako, tunakuja kwa sababu gani? Tunajua kuna vitu ambavyo kwa mwanadamu hawezi, lakini Mungu anaweza. Anaweza kubadilisha. Anabadilisha majambazi, anabadilisha walevi, anabadilisha wachawi, anabadilisha kila mwenye ila mbovu. Huyo ni Mungu. Na tunamjuaje kama Mungu? Tunavyoona kama hivi mtumishi wa Mungu sasa amebadilika, ndio tunajua huyu ni Mungu anatenda. Huyu ni Mungu amefanya. Sasa mchungaji. Ndio mama.
kipindi chetu kwa vile kinaelekea mwisho, kama ulivyoelezea, mengi umetuelezea, lakini sasa kuna kama hao ambao walikuwa kama wewe, wako pale nyumbani, wana mizigo mbalimbali, saa nyingine wanaona aibu kwamba mimi naweza kuokoka kweli, mimi naweza kutoka kwenye hii hali, lakini tumeona umeshuhudia tena vitu yani vingine hata vya aibu, lakini bila kumwaibisha shetani huwezi kutoka. Lazima umwaibishe kusudi utoke, na wewe amemwaibisha kweli, lakini utukufu amemrudishia Mungu. Kwa hiyo ana jambo la kusema na wewe pale nyumbani, akiwa kama mchungaji ataomba kwa ajili yako kwa dakika chache utoke kwenye hizo hali. Inawezekana labda wewe ni mgonjwa, inawezekana wewe uwezi tena, au unasumbuliwa na hizo roho za giza za kichawi, roho za wizi, roho za ujambazi. Kuna roho nyingi ambazo zinawagandamiza watu, lakini mchungaji nimempa nafasi ya kuomba kwa ajili yako, ufunguliwe, utoke kwenye hilo eneo, na wewe umpe Yesu maisha yako. Unapompa Yesu maisha yako, Yesu atakufanya wewe si wa kawaida kama yeye sasa hivi si wa kawaida. Yaani sasa hivi hapa ni kwa sababu alishamtumikia shetani, anamjua. Ukimwambia rudi kwa shetani arudi. Hata na wewe ukimpa Yesu maisha yako huwezi kurudi kwa shetani, kwa sababu kuna nguvu itakuwa ina kucontrol, nguvu ya Mungu. Karibu mchungaji, waeleze watu kile ambacho Mungu anataka wakifanye. Amina, nashukuru sana. Najua kabisa mtazamaji uko mahali hapo unatuangalia siku ya leo, inawezekana ikawa ni nafasi yako ya kupokea uponyaji na wokovu. Inawezekana ukaona moyo wako ni mgumu, ukafikiri labda ni wewe, lakini sio wewe, bali ni nguvu ya giza ambazo ni roho zinatengenezwa milango ya kuzimu pale Amboni, kwenye lile pango la Amboni ambalo lina vyumba 70. Lakini tu niseme kwamba kuna vitu vingi huwa pale vinatengenezwa kwa ajili tu ya mabinti na vijana. Kuna wakati vijana wanaona kama ni fashion fulani vitu ambavyo wanavifanya. Lakini ni vitu ambavyo ni maandalizi ambayo yanaandaliwa pale. Lakini hakuna mtu ambaye anaweza akawatoa hao vijana au hao mabinti. Kuna mambo mengi, mengine tutakuja kuelezana ni athari gani ambazo zipo, ila leo tu nataka nikwambie kwamba ni nafasi yako wewe unaotusikiliza na unaotutazama kuweza kujua kwamba hayo maisha unayoyapitia sio maisha ya kimungu, ni maisha ya kiadui. Na adui anataka kujitukuza, kuchukua watu wa Mungu na kuwapeleka kwake kwa njia mbalimbali, kwa njia ya ukahaba, kwa njia ya uwizi, kwa njia ya ulevi. Kwa hiyo hizo zote ni kazi za adui, sio kazi za Mungu. Na siku nyingine nitakueleza jinsi gani pombe na ukahaba jinsi ambavyo unafanya kazi. Kwa sababu ni roho ambazo nazifahamu, na kwa sababu nilikuwa mkaguzi mkuu, ni roho ambazo nazijua ni wapi zinapatikana. Mpaka leo mabinti zetu, vijana wanapitia kwenye mazingira magumu. Kwa kusema hayo tu, nataka ujue kwamba si kazi ya Mungu, ni ya shetani. Tunataka tukamwombe Mungu wakati huu ili aweze kukutoa hapo na pate neema ya wokovu, na Mungu akufungue pia kwenye vifungo ambavyo unapitia. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru kwa ajili ya kipindi hiki kizuri, kwa ajili ya mtazamaji wako ambaye anatutazama saa hii. Baba yangu na Mungu wangu, kila atakaofika na kuona chaneli hii, Mungu Baba, akaguswe na kile ambacho Mungu wa mbinguni tunakileta mbele zako. Nyoosha mkono wako ukaweze kumfungua na kumgusa pale alipo. Zaidi ya yote tunaachilia neema yako ya wokovu Mungu, ili wakaweze kukujua wewe pekee. Kama jinsi ulivyonyoosha mkono wako kanigusa mimi Yehova, ndivyo Mungu Baba, badilisha uteka kwa ajili ya watu wako Bwana. Nenda ukawafungue watoto wa kike na wa kiume, kaguse Bwana afya zao, kaguse fahamu zao, kaguse Bwana wakaweze kujua kwamba hakika wewe ndiwe. Baba, tunahitaji kusikia, kila atakaosikia na kuona, Mungu wa mbinguni, tunahitaji ushuhuda kutoka kwako. Kwa kila kitakachofanyika, sifa na utukufu tunarudisha kwako Mungu. Ninakushukuru kwa dakika hii na saa hii, naamini Baba umeenda kutenda sawa sawa na mapenzi yako. Katika jina la Yesu tumeomba tukiamini, amen. Amina. Ndugu mtazamaji, kipindi chetu kimefika mwisho na mtumishi ameomba maombi. Hiki ni kipindi cha This My Story. Kwa wakati mwingine tena, karibu mtumishi wa Mungu. Asante, Mungu akubariki sana.